Mtazamaji, karibu katika chaneli yetu ya Simulizi Labu inayolenga kukuelimisha na kukuburudisha kwa makala mbalimbali zilizosheheni ujuzi na ubobevu kutoka kwa mwandishi mashuhuri anayejulikana kwa jina la Elibariki Gili. Usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kuweza kuwa wa kwanza kupata makala zetu pamoja na miendelezo ya simulizi zetu, lakini pia unaweza kutuma maoni na ushauri kupitia nambari ya simu 0714176653 nasi tutaifanyia kazi. Karibu katika simulizi nzuri inayohusu penzi la mlinda mlango. Nahodha wa simulizi hii ninaitwa Esther Gabriel. Karibu tuwe sote mwanzo mpaka tamati. Katika mji wa pwani ya Tanga, jina la Joshua lilikuwa likivuma kama radi. Joshua hakuwa mchezaji wa kawaida. Alikuwa ukuta usiovunjika. Kila aliposimama katikati ya mlingoti miwili ya lango, mashabiki walijua kuwa hakuna mpira utakaogusa nyavu. Alikuwa na wepesi wa paka na macho ya mwewe. Ini kati ya maelfu wa mashabiki waliopiga kelele, kulikuwa na macho mawili yaliyomtazama Joshua kwa namna ya tofauti. Alikuwa ni Johari, binti mrembo mwenye tabasamu la bashasha na mpenzi mkubwa wa soka. Siku ya fainali kubwa ya mkoa, uwanja ulikuwa umefurika. Johari alikuwa mstari wa mbele kabisa akimfuatilia kila hatua Joshua. Katika dakika ya 89, mshambuliaji wa timu pinzani alipiga shuti kali la vuta ni kuvute lililoelekea pembe ya juu ya goli. Uwanja ulinyamaza. Joshua alijitupa hewani kama ndege, akanyoosha mkono wake wa kushoto na kugusa mpira kwa ncha za vidole. Mpira ulitoka nje. Uwanja ulilipuka kwa shangwe. Joshua alisimama akajikung'uta vumbi, na bila kutaraji macho yake yakakutana moja kwa moja kwa Johari. Johari alikuwa akipiga makofi huku machozi ya furaha yakimlengalenga. Katika sekunde hiyo, Joshua alihisi kitu ambacho hajawahi kuhisi, akidaka mpira wowote. Moyo wake ulikuwa umefungwa goli la upendo. Baada ya mchezo, Joshua alimfuata Johari. "Niliona ukishangilia kwa hisia sana," Joshua alisema kwa sauti ya upole. Ilimshangaza Johari, akizoea sauti yake ya kuwafukia mabeki uwanjani. "Wewe ni zaidi ya mlinda mlango Joshua," Johari alijibu kwa sauti ya chini. "Unanilinda hata mimi nisiyekuwa uwanjani kwa jinsi unavyojituma. Umahiri wako ni sanaa." Urafiki wao ulianza hapo Joshua alipogundua kuwa Johari hakuwa anapenda tu maarufu wake, bali alipenda nidhamu yake, upole wake na namna alivyoweza kubaki mtulivu hata mwenye shinikizo kubwa. Kwa Joshua, Johari alikuwa beki wake bora, mwanamke aliyekuja kumpa amani baada ya kelele za uwanjani. Mwaka mmoja baadaye, Joshua aliamua kufanya save muhimu zaidi katika maisha yake. Siku ya mechi ya mwisho ya msimu, mbele ya maelfu ya watu, Joshua hakuishia tu kulinda goli. Baada ya filimbi ya mwisho, alimuita Johari katikati ya uwanja. Alipiga goti moja, akatoa pete iliyong'aa na kusema, "Johari, nimezuia mamia ya mipira isiingie golini, lakini nimeshindwa kuzuia upendo wako usiingie moyoni mwangu. Je, utakubali kuwa mlinzi wa maisha yangu na kufunga nami pingu za maisha?" Uwanja mzima ulilipuka kwa sauti, "Kubali, kubali." Johari akicheka na kulia kwa wakati mmoja. Alitikisa kichwa na kusema, "Ndiyo Joshua." Siku hiyo Joshua hakushinda tu kombe la ubingwa, bali alishinda tuzo kubwa zaidi ya maisha yake. Mke mwema, pingu za maisha zilifungwa, na mlinda mlango akawa amepata bandari salama katika mikono ya Johari. Siku hiyo Joshua hakushinda tu kombe la ubingwa, bali alishinda tuzo kubwa zaidi ya maisha yake. Mke mwema, pingu za maisha zilifungwa, na mlinda mlango shujaa akawa amepata bandari ya salama katika mikono salama ya Johari. Mtazamaji, mpaka kufikia hapo sina la ziada katika makala nzuri iliyohusu penzi la mlinda mlango. Niliyekuongozea makala hii ninaitwa Esther Gabriel, na mwandishi wa makala hii anaitwa Elibariki Gili.